Madikuli je? Safi. Madikuli oye? Oye. Atie mjua Madikuli shauri zake. Sasa kwa mtoto wa Idigo, kwanza akatuambie na wananchi wako mmejipangaje. Baada ya pale mimi nitazungumza. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwanza kuhusu swala la usafi. Tumeshajipanga kwamba kila Jumamosi tunazunguka nyumba hadi nyumba kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na choo safi, kalo la maji machafu pamoja na chanja na shimo la taka. Tumejipanga kuhusu usafi kwamba kila Jumamosi tutazunguka kila kaya kuhakikisha kwamba kila mwananchi anakuwa na choo, shimo la taka, kalo la maji machafu pamoja na chanja. Vile vile nadhani Mheshimiwa mwenyekiti wa soko kwa nimemwambia mwenyekiti wa soko ahakikishe hapa kunakuwa pasafi wakati wote, na tumetunga sheria atakaye mwaga taka kutoka huko kuzimwaga hapa faini shilingi 50,000. Naomba hivi nitoe uhuru, kila mtu atakayemkamata mtu anamwaga taka hapa amkamate, na kama huyo mtu anabisha basi nipigiwe simu mimi, mwenyekiti wa soko yupo, tunampiga faini shilingi 50,000. Na atakayemkamata unampa bakshishi. Na atakayemkamata tunampa 25,000 yake, 25,000 inabaki serikalini. La pili, kila mfanyabiashara ahakikishe anaweka kasha la kuhifadhia taka mbele ya biashara yake. Wafanyabiashara tumesikilizana hapa? Ndio. Kila mfanyabiashara, mama ntilie, wenye maduka, muweke makasha ya kuhifadhia taka. Kutakuwa na vyombo vitakavyokusanya hizo taka kwenda kutupa dampo. Jamani, zoezi linaanza Jumamosi. Kila Jumamosi tunazunguka nyumba hadi nyumba. Naomba wasiokuwa na vyoo, kwa sababu sikumaliza kitongoji kizima, nimebakiza kidogo. Wale ambao sikupitia, ambao hawana vyoo, naomba mpaka Jumamosi nikipita kule niwakute wana vyoo. Afisa mtendaji wa kata yuko wapi? Afisa mtendaji wa kata, naomba uje. Yule pale anaishuka. Ya magoe kwa mpya. Katika mimi tu mzima kwa mzee. Sasa afisa mtendaji wa kata, kila Jumamosi naomba uandae timu yako tuzunguke kila nyumba kukagua usafi wa mazingira. Kila kata, tuzunguke kila kata. Naomba mabalozi muwatangazie wananchi wenu kwamba kila Jumamosi tutakuwa tunazunguka kuangalia kila mtu asiyokuwa na choo, mwenye choo, siku ndio utajua. Lakini faini shilingi 10,000. Leo kitabu unacho, tuanze leo. Tukague majumba hapa kwa haraka tuone hivyo. Watu waumbuke, watu mwenyekiti wa soko maswali atachelewesha. Kwa kuwa afisa afya yupo atatupa maelekezo. Vizuri bwana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Sasa hiyo tumeshaandikwa na Wilaya Gairo oye. Kata ya Magoeko oye. Oye. Hamuipendi kata nini? Mmepata kata mpya alafu mnazubaa. Kata ya Magoeko oye. Oye. Mheshimiwa diwani safi. Safi eh? Mwenyekiti wetu safi. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, diwani Mwali mtarajiwa, Mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji cha Ungurodi, mtendaji wa kata, kijana mgeni, mmeletewa kijana mgeni tingatinga. Mkimwapa ushirikiano, mkaheshimu sheria, hata kazi zake zitakuwa nyepesi. Na ushirikiano huo utakuwa kwa manufaa yetu. Ndugu viongozi na wananchi, lakini pia viongozi wa vyombo vya dola wakiwemo afisa usalama wa taifa, mkuu wa usalama wa taifa wa wilaya, mkuu wa polisi wilaya, yuko
Yuko mshauri wa mgambo wa wilaya nilimuona, tunaye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, lakini yupo kaimu wa mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji mdogo, yuko kiongozi wa TRA. TRA oye! Tunaamini utasafishwa huku, manake mfagio wa chuma huko TRA. TANESCO wapo? TANESCO. Na asalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Yesu. Amina. Ni tumaini letu, amjui. Ni namna gani? Ni salamu. Yesu naye ni mtume, ni nabii Isa, hata Waislamu wanamtambua. Kama kuna tofauti ni ndogo tu. Sawa. Tusilete tofauti zisizokuwa za msingi. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru sana kwa kujitokeza. Na muda wote tukifanya kazi tangu asubuhi tulikuwa wengi sana. Naamini wapo wachache wamepungua, lakini bado tuko wengi na bado kazi tunaendelea nayo. Leo tunatekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 5, Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, ambaye kwa busara zake na kwa uwezo aliomwezesha Mwenyezi Mungu alibuni kitu kizuri, kwamba siku ya leo ambayo ndiyo siku ya uhuru itumike kwa kufanya usafi katika nchi yetu yote. Sisi viongozi tulipokea agizo lile kama ambavyo alilitoa na kuanza kulifanyia kazi. Tulitoa maelekezo kwa watendaji wetu ngazi ya tarafa, ngazi ya kata mpaka vijijini, kwamba kila mmoja lazima awe na mpango kazi wa kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa. Lakini kuanzia tarehe 1 ya mwezi huu tulianza kuagiza kila mtu afanye kazi katika eneo lake la kukaa, kwa maana ya makazi, au katika eneo lake la biashara. Hakika katika ngazi zote watu wamekuwa wakiendelea kufanya usafi. Lakini sambamba na zoezi hilo la kuagiza watu wafanye shughuli za usafi katika maeneo yao, mkuu wa wilaya na baadhi ya wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama wakiongozana na wataalamu wa afya, maafisa afya, tulianza kazi ya kukagua vyoo, mashimo ya taka, mabafu, kuhakikisha kwamba mabafu hayatirishi maji machafu barabarani na kwingine, kwa viongozi wetu wa vitongoji, kwa waheshimiwa madiwani, kwa wenye viti wa vyama vya siasa, hususani viongozi wa chama tawala katika ngazi zote. Tulifanya hivyo na tunaendelea kufanya hivyo, na tunafanya ziara za kushtukiza kwa viongozi hao, ili viongozi wale sasa kwanza mazingira yao yawe masafi, wawe na vyoo vya kudumu vinavyokubalika, na wawe na vyombo vya kunawia pamoja na sabuni nje ya vyoo vyao. Na kauli mbiu yetu katika hili tunasema nyumba choo. Kama kuna yeyote hapa ana nyumba na familia yake hana choo, ajue kwamba nyumba yake si timilifu, haijakamilika. Gairoye. Lakini vivyo hivyo kwenye magulio, kwenye maeneo ya masoko ni lazima pia kuwe na vyoo. Na vyoo vile lazima aendelee kuvitunza, vikae katika hali ya usafi. Nimeiagiza mamlaka ya mji mdogo na halmashauri kukaa na viongozi wa masoko na viongozi wa maeneo ya magulio pamoja na wenye viti wa vitongoji, kuweka mipango madhubuti ya kuhakikisha kwamba maeneo hayo yatakuwa na vyoo vya kulipia na kuweka utaratibu wa namna ya kulipia. Na katika hilo, kama ambavyo mwenyekiti wetu amesema, ikionekana kuna mtu anakataa kutumia choo,
badala yake anajibanza kwenye maeneo ya masoko au magulio, anafanya shughuli zake za kujisaidia, ni kumkamata na kumchukulia hatua kwa kumlipisha faini ya papo kwa papo kama ambavyo imesemekana. Lakini vile vile kwa viongozi na wananchi wote, baada ya tamko la leo, tutakaye mkuta hana choo nyumbani, shimo la taka, kwa sababu watu mmezoea mnasomba taka, mnaenda kuchomea kwenye mitaro. Unasomba taka, unaondoa kwako, unapeleka kiroba kutupa kwa jirani yako. Unasomba takataka kutoka nyumbani kwako, unakuja kutupa kwenye eneo la soko. Atakayepatikana hakuna mjadala, lazima alipishwe fine kwa mujibu wa sheria. Hii hatubuni, tuna sheria zetu za mamlaka ya mji mdogo, sheria ndogo inaturuhusu kufanya hayo. Lakini pia kwa upande wa soko, nimeshuhudia kuna watu wamepanga matunda yao yako kwenye magunia, kwenye viroba, yako kwenye maeneo nje ya soko. Nimesema ifikapo Jumatatu matunda yote yale nitakuja kukagua. Hatutaki kukuta matunda yamesambazwa ovyo nje ya eneo la soko, kwa sababu matunda yale inaponyesha mvua yote huoza. Tulishuhudia mwaka juzi nikiwa na kiongozi wenu mwenyekiti wa soko. Matunda yote yalikuwa yanaelea kwenye maji machafu, ikiwa pamoja na mikojo na kinyesi na kawaida. Tuliwahamisha hapa kusudi mpungue mbaki wachache, lakini kwa sababu kuna watu wanajiona wako nyuma juu ya sheria, watu mkaamua kuhama tena kutoka tulikowahamishia, ambapo kuna eneo kubwa na soko zuri tumejenga na vyoo viko pale, ambapo tulipendekeza kule kuwa soko la jumla, huku kuwe rejareja, lakini kwa uzandiki watu walihama. Sasa nimeagiza date ukalifanyie kazi, lile soko lazima litumike. Kuna hela ya serikali, fedha za walipa kodi wa nchi nzima walichangia pale tukajenga, lakini halitaki kutumika kwa sababu watu tunataka kuendelea kufanya kazi kwa mazoea. Gairo oye! Wilaya ya Gairo, maendeleo fasta kwa mwendo mdundo, ndio kauli mbiu yetu ya wilaya, lazima tuitekeleze ipasavyo. Hivi ukienda pale ukaona machungwa yote, matunda, maembe yote yamerundikwa, mengine yanaoza, unafurahi kitu gani? Gairo oye! Akina mama oye! Akina mama tunaweza, hatuweze? Tunaweza. Mama lishe safi. Mama lishe mpo? Tunamalizia sasa hivi tukaendelea na biashara yetu. Na mimi nimeshafungua mama lishe yangu moja pale Msungisi. Sasa kazi tuliyoanza leo itafanyika kila Jumamosi ya kufanya usafi, kwa sababu maelekezo ya kiongozi wetu wa mkoa ni kwamba kila Jumamosi saa 12 hadi 2 lazima tufanye usafi, mpaka pale tutakaporidhika kwamba wilaya yetu sasa kila mtu ameishaelewa maana ya kuwa wasafi. Lakini pia ni kazi ya kila mmoja kuwa mlinzi wa mwenzake. Ukimwona mtu anatupa taka, kamkamate na wewe upate 25 yako na serikali ipate 25. Sasa kipindi kile cha Jumamosi ninachosema kwamba tutafanya kazi, wakati ule maeneo yote ya biashara yanakuwa yamefanywa nini? Yamefungwa. Baada ya saa 2 tunafungua, tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Usafi oye! Mwisho niendelee kuwashukuru kwa kujitokeza kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu. Nilikuwa naangalia kwenye mitandao, Rais mstaafu wa awamu ya 4 leo naye alikuwa anaongoza kule kwao kijijini kwao, anafanya usafi na viongozi wengine, na rais wetu wa sasa amefanya kazi mahali walipopangwa. Kwa hiyo na wakuu wa kaya nao wajipange kuongoza usafi kwenye kaya zao na kadhalika na kadhalika. Ndugu zangu, nikamilishe kwa kuwaeleza kwamba unapoona mwanafamilia yako ameugua kipindupindu, hasa sisi akina mama, lazima ujilaumu sana, kwa sababu wewe mwenyewe ndio utakuwa umemlisha kinyesi kibichi ambacho mtu ni mgonjwa wa kipindupindu. Ile miguu yake inabeba vile vijidudu vya kipindupindu. Inzi yule akija kutua kwenye chakula pale nyumbani au kwenye maji ya kunywa, atakaye kunywa au kula chakula kile anapata kipindupindu. Ndio maana huwa tunasema hiyo lazima muijue. Ni ugonjwa wa aibu
haitakiwi tuugue kipindupindu. Kipindupindu oye! Asante. Ndugu zangu nawashukuru sana. Zoezi ninalotangaza jingine, niombe sana tuandikishe watoto wetu waliofikia umri wa kwenda shule. Tumemaliza, tunawashukuru sana. Tukafanye biashara zetu ili tufanye maandalizi mazuri. Januari watoto wetu waende shule darasa la kwanza awali, lakini vile vile watakaobarikiwa kushinda mtihani wa darasa la 7 nao waende kuanza kidato cha kwanza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usafi oye! Haya. Usafi oye!